Hello watu wa Mungu, karibuni hapa RFK TV Online. Naitwa Madam Glory Basuta. Karibu katika kipindi changu cha sauti ya faraja ambacho kinakuwa kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa saa 8 kamili mchana hapa RFK TV Online. Lakini mtu wa Mungu, na kukumbusha usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare hii video kwa watu wengine. Mtu wa Mungu, leo nimekuja na mada inayosema nguvu ya manifestation. Kuna watu wengine sana wanajiuliza manifestation ni nini? Hivi watu wanafanyaje hii manifestation mpaka vile vitu ambavyo wana manifest vinakuja katika maisha yao? Sasa leo mtu wa Mungu nimekuja na mada hii ili uweze nawe kujua ni nini wanafanya, ni nini kinasaidia katika manifestation ili ukapate vile vitu ambavyo una manifest. Kwanza inatakiwa tujue manifestation ni uwezo wa kuvutia mambo unayoyatamani kupitia mawazo yako chanya, imani zako na vitendo vyako. Kwa lazima kuwe na uchanya, upositive. Bila kuwa positive katika mawazo, vitendo na imani, hata hivyo ulivyo manifesti havitaweza kutokea kwako. Na pia unatakiwa ujue kuwa kila unachokifikiria sana ndicho ambacho unakivutia. Kwa hiyo ukifikiria uovu, lazima utavutia uovu kwako. Ukifikiria vitu vizuri, kwa lazima na kwako vitakuja nini? Vitu vizuri. Kwa maneno yako, hisia zako na imani zako ni lazima ziwe katika uchanya ili uweze kuumba hivyo vitu katika maisha yako. Na hapa katika manifestation inaenda sambamba sana na ile sheria ya kuvutia, ile law of attraction, ya kuattract vitu hivyo ili vije kwako. Kwa kile unachokifikiria sana ndio kinakuwa halisi katika maisha yako. Kwa una attract kile kitu kije kwako. Na pia jua kuwa unachokitoa katika ulimwengu, unachokitoa kwa watu wenzako, ndicho ambacho utapokea vivyo hivyo. Alafu na kitu kingine, jua kuwa imani yako inaathiri matokeo yako. Kwa kama imani yako ni potofu, kama imani yako ni ile ambayo haiamini katika vitu hivyo, kwa hata hivyo vitu havitakuja kwako, kwa vitaathiri yale matokeo yako. Ndio unaomba uwe mfanyabiashara mkubwa, unaomba uwe mfanyakazi hodari, yani unaomba ufanikiwe katika sehemu fulani, lakini kama imani yako haiko huko, laha, nakwambia hata hutaweza kuvutia hivyo vitu vikaja nini? Vikaja kwako. Kwa hiyo nikutolee mfano wa manifestation. Yani mfano wa manifestation ni ukiamini unaweza kufanikisha jambo, lazima utaanza kuchukua nini? Kuchukua hatua. Sasa pale unapochukua hatua ndipo ambapo unavutia kile kitu ambacho unakiamini kiweze kutokea katika uhalisia wako. Na pia ukiamini kuwa hauwezi, yani na akili yako ikakupa visingizio vingi kuwa mimi kisiwezi, mimi ni wa kushindwa, mimi ni wa hivi, kwa na kushindwa pia kutafanyaje? Kutakuja kwako, kwa kutakupelekea wewe kuto kushinda. Kwa hiyo sasa kuanzia leo, hebu jua kuwa unatakiwa uwaze, uamini katika kufanikiwa, uamini katika vitu positive, ndivyo ambavyo vitakuja kwako. Kwa kuna hatua na vitendo vya kufanya hii manifestation. Hatua ya kwanza, unatakiwa kuwa wazi juu ya ndoto zako. Lazima uwe wazi. Je, ndoto zako ni nini? Umetarajia kuwa nini? Tumia maono yako. Na maono hapa ndio tunapokuja kusema ile visualization. Lakini somo la siku lingine litakuja kuongelea pia kuhusu hii visualization. Na pia tumia maneno yako chanya. Kwa kizungu wanaita affirmations. Kila siku hebu kuwa unajiongelea vitu positive. Alafu kisha jiongelea kuwa na imani navyo, ndipo ambapo vitakuja katika uhalisia wako. Na unatakiwa pia uchukue hatua kuelekea hizo ndoto zako. Utakapochukua hatua kuelekea ndoto zako, ndipo ambapo zile hatua zitakupelekea wewe kufanya kazi kwa juhudi, kufanya kazi kwa kupambana ili hizo ndoto zako ziweze kutimia. Na cha mwisho kabisa, unatakiwa kuwa na shukrani na uvumilivu.
Yani shukrani ni kitu ambacho kinaleta mafanikio katika kila eneo. Shukrani ni kitu ambacho kinaleta faida katika kila sehemu. Na uvumilivu pia usisahau. Unapovumilia, unapokaa kwa uvumilivu, ndipo ambapo yale mazuri yanafanyaje? Yanakuja. Kama ndoto yako ni hiyo, umechukua hatua, sasa vumilia. Wengine watakisha kuwa na ndoto yao anataka tu kesho afanikiwe zaidi. Lakini uvumilivu pia unatakiwa ili uweze kufikia hiyo ndoto yako. Watu wa Mungu, asanteni sana. Sasa leo naishia hapa katika hii part 1. Kesho nitaendelea part 2 ya hii manifestation. Asante kwa kuwa nami katika kipindi changu hiki cha Sauti ya Faraja. Naitwa Madam Glory Basuta. Usisahau kusubscribe, comment, kulike na kushare hii video kwa watu wengine. Asanteni sana. Mungu anatupenda.